Wakulima wa majani chai, Merry Christmas. I know it's very difficult for you to say Merry Christmas because bonus yenye mlikuwa mnatarajia ya kusherekea sikukuu imekuwa duni kabisa. Yaani pesa ya aibu. Ni aibu wakati unalipa mkulima 6 shillings per kilo bonus. Bonathi. Ile pesa tulikuwa tumegojea ni 70 shillings, 60 shillings. Wengine wanalipwa 24 au ni afadhali, wengine wanalipwa 50 ni afadhali. Kuna wale walilipwa 11 shillings na 6 bob kule Kisii na kule Kericho. Najua wakulima wa majani chai mmekasirika. Nisikizeni. Hamujakipata. Na mimi siwauzii uoga, nawaambia ukweli. Musipo nisikiza na musikize vile tuna maneno ya majani chai inapelekwa bunge. Na vile munafaa mufanye nyinyi wakulima kujikinga. Musipo nisikiza wakulima wa majani chai, hiyo majani chai yenyu haitawasaidia mwaka ujao. Mnasikia kuna bill imekuja inaitwa T-Bill Amendment 2025. Ndio hii niko nayo hapa. Na hii bill ilipitishwa Senate, ililetwa Senate 2023, ikapitishwa with amendments. Sasa imeletwa bunge la taifa. Saa hii tumefunga bunge, hatukuimalizia, lakini tayari imesomwa. Wacheni niwaambie wakulima. Majani chai iko na taxes na deductions 1, 2, 3, 4, 5, 42 of them. Majani chai ikiuzwa katika auction, kutolewa ile matoleo inatolewa matoleo 42. Hii bili inasema ikipita tuongeze matoleo. Tutoe 3.8 shillings per kilo of tea sold at the auction or at the direct sale. Tupatie serikali. Fanya mahesabu ya haraka. Every kilo 3.85 shillings. Last year tuliuza 594,000 kilos. Multiply that with 3.85 shillings. Uone serikali inataka kusanya pesa kiwango kipi kutoka kwa majani chai. Tea is one of the very most taxed crop in Kenya. Na bado serikali inataka kutoa pesa hapo. Sasa hii bili inasema ikipita tutoe ile pesa mlikuwa mmepewa ya kustabilize prices inaitwa subsidy fund. Wakulima wa majani chai, nisikizeni, wakati majani chai yenu imeuzwa kwa bei baya sana katika soko la kitaifa, kuna ile pesa tulikuwa tumewaekea kupitia T-Bill ya kustabilize your prices, ndio msilipwe hasara kama vile mmelipwa hasara ya bonus. Hii subsidy fund tukiitoa, mtakuwa mnabeba hasara nyinyi wenyewe directly. Hii ikipita nyinyi mtakipata. Hii bill ikipita inasema every factory itakuwa inatolewa 31.9 million shillings in taxes. Taxes zenye hamkuwa mmetolewa. Hizo factories inatolewa 31.9 million. Si ndio hizo nimesoma nikaona tayari KTDA imekopa kupitia those factories mpaka mmefikisha kiwango cha kushangaza. As we speak right now, KTDA has borrowed over 26.06 billion. From the year 2022, imekuwa ikifanya kitu inaitwa carry forward madeni. In fact, KTDA has been borrowing to pay you farmers. They cannot even sustain their own wage bill, their own expenses. They've been borrowing, na sasa imefika pahali kuna mafactories wamepata barua ya kutoka kwa auctioneers ya kwamba wasipolipa madeni watachotwa. Your own assets are going to be auctioned to pay these bills, these loans. Sasa nauliza, nyinyi wakulima ndio mlipitisha hiyo pesa yote ikopwe? Muli approve? Who approves these loans, by the way? I hear kuna ukora huko kwa KTDA ya ku overvalue assets the factories so that they can qualify for loans, because some of the factories cannot qualify for loans. Their loan books are bad, but they cannot qualify for loans, so they overvalue your assets. Wanadanganya on behalf of your factories. Wakulima wa majani chai, musipo chanuka kama vile wakulima wa kahawa walichanuka, wakashikana, wakafanya mikutano yao mpaka wakaenda kotini kusimamisha serikali, mutakipata. Wacheni kulialia saa hii mnalialia. Bado mutalia kama hii kitu itapita. Sasa nataka yeyote anayenisikiza na alichagua mjumbe amsimamie
kama mjumbe katika bunge la taifa na bunge la Senate. Na kuomba hii Krismasi ukiona MP wako ama senator wako, enda umwambie Januari lazima hiyo T-bill iangaliwe vizuri na isipite vile iko. Na mimi nimeweka amendments za kusema mimi sitaki DSS. Hii mpango unaletwa na serikali ya kulipa wakulima kutumia one bank, kutumia M-Pesa. Mimi hiyo nimekataa na nimeweka amendments. Nimeweka amendment ya kwamba hii pesa ya subsidy fund isitolewe. Ndio tuwe tuna stabilize your prices wakati soko iko mbaya. Nimeweka amendment nikasema hii levy wameleta, hii levy ya kutoa 3.85 shillings per kilo of tea sold through auction or through direct sales. Hiyo nimeikataa. I need your support. I pray and I request you with all humility. Wakati wa Krismasi, tukikula Krismasi, tafuta mjumbe wako. Lobby your MP, lobby your senator, lobby your women rep. Ya kwamba tukifika bunge, wasiende kufanya ile kwaya wanafanyanga ya kusema kila wakati. Hii bill lazima iangushwe. Na kama itapita, ipite with amendments that are friendly to the farmers. Merry Christmas. Na wapenda wote. Tuonane Januari tukifungua bunge. Inshallah.